Chadema imerejea kwenye shughuli zake za kisiasa. Ukipata nafasi ya kuwashauri, utawashauri nini Yeriko? Cha kwanza nikipata nafasi ya kuwashauri ni kuwaua na kuwafuta kabisa katika siasa za nchi hii. Hiyo ndio jukumu langu kama chama cha upinzani kwao. Wale ni maadui zangu kama walivyo CCM. Kwa hiyo nitapambana nao popote walipo. Jukumu langu ni kuhakikisha wanapotea kwenye uso wa siasa za Tanzania. Hiyo ndio jukumu langu la kwanza. La pili Yeriko? Ni hilo tu. Jukumu langu la kwanza ni kuwapoteza kwenye siasa. Jukumu langu la pili ni wafutike kabisa katika siasa, lakini nawakaribisha katika ulingo wa mapambano. Sasa mwelekeo wetu ni kuhakikisha mwenyekiti wetu anaachiwa. Ndio jambo moja tunalotaka. Mwenyekiti wetu sio muhaini. Mwelekeo wetu na wanachama wetu na kampeni yetu ni kutaka sasa mwenyekiti Tundu Lissu atoke ndani. Mwaka mmoja ni mwaka mrefu sana. Hapa duniani ni Mungu anatuweka hapa na yeye ndiye anayetupa siku za kuishi hapa. Mtu mmoja akikanyaga hata lisali moja na kwako, hawezi kukurudishia hilo lisaa. Achilia mbali siku. Hakuna mtu miongoni mwa hao watu wanaomshikilia Lissu ambaye anaweza kumrudishia mwaka wake ambao amemshikilia mle ndani. Huo mwaka umepita kwa uharibifu, kwa uongo. Kampeni yetu wanachama kote nchi nzima ni kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe mara moja. Awe huru, tuanze shughuli. Tuanze shughuli yetu. Na sisi kama tulivyosema hatuna jambo dogo. Sisi hatuna mshindani. Kama tulivyosema sisi ndio chama kikuu cha siasa, sio chama kikuu cha upinzani. Na waandishi mlishike hili. Nimekuwa nasema watu wanasema chama kikuu cha upinzani Tanzania. Sisi ni chama kikuu cha siasa Tanzania, sio cha upinzani. Hakuna chama chochote cha kushindana na sisi. Sasa vikaragosi wengine ambao huwa wanasema sisi tunaizidi Chadema, unawasikiza sema anayewatuma mwenyewe anatumia polisi. Nyie ambaye hamna polisi hamwezi kuitisha hata mkutano wa kijiji mkapata watu. Sasa nyie mna watu gani? Asanteni sana, Mungu